Kwa hiyo tukitumia kanuni hizi mbili, kufungiwa katika utukufu wa Mungu na kufyonzwa katika muunganiko na Mungu wetu, tutainuliwa juu ya udhaifu wa kibinadamu during prayer. Nimalizia hapa maneno haya, anasema katika hali hiyo sasa, paragrafu inayofuata nasema there came to the Savior, ndipo akaja pale kwa Bwana Mwokozi, as if in an answer to his prayers, kama majibu kwa maombi yake. One in guise of an angel from heaven, mmoja aliye na mfano wa malaika kutoka mbinguni. He claimed to have a commission from God to declare that Christ first was at an end. Huyu aliyechukua mfananio wa malaika wa mbinguni. Sasa ndio niliwaambia asubuhi, shetani hakwenda kama nyoka wa kwenye video, alienda in guise, alienda kama malaika aliyetumwa na Mungu na mwenye ujumbe kutoka kwa Mungu kuupeleka kwa Yesu. Sasa unapoomba, tambua kuna saa shetani anachukua umbile na analeta majibu. Anasema as God had sent an angel to stay the hand of Abraham. Anasema he claimed, shetani alidai kwamba he claimed to have a commission from God to declare that Christ first was at an end. Shetani akamwambia Bwana, nimetumwa nije nikuambia kwamba mfungo wako sasa umetosha. Nimetumwa nije nikuambie magoti huyu anayeomba anaomba mno, imetosha sasa, Mungu ameshasikia. Nimetuma nikuambie inatosha sasa. Kwa shetani akaja, nimetumwa. Ametumwaje? Kwa nini alidai hivyo? Anasema akamwambia, akajifananisha as God had sent an angel to stay the hand of Abraham from offering Isaac. Anasema alitumwa, akamwambia mimi nimetumwa. Unakumbuka yule malaika alivyotumwa kuzuia mkono wa Ibrahimu? Na mimi nimekuja kukuambia sasa maombi yako yamesikiwa na mfungo wako umefika mwisho. So, satisfied with the Christ's willingness to enter the blood-stained path, the Father has sent an angel to deliver him. Ya kwamba sasa Mungu ameridhika na kuona sasa kwa huu mfungo imetosha sasa. Nenda tukamwambie imekwisha. Kumbe ni lenyewe halitaki Yesu aendelee na mpango wake mpaka msalabani. Kwa alikuja kumwambia, sikiliza mzee, nimetuma nije nikuambie mpango umeshaisha. Kwa huu mfungo wameokolewa wote. The Savior was faint from hunger. Bwana alikuwa katika kuzimia kwa sababu ya udhaifu wa njaa. He was craving for food when Satan comes suddenly upon him, pointing to the stones which strewed the desert and which had the appearance of loaves. And the tempter says, if thou be the Son of God, command these stones be made bread. Sasa shetani akamwendea Yesu akiwa na njaa na kadhalika, akamwambia na akabeautify yale mawe. Na mnajua shetani ni fundi wa